Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Nabii Mdachi. Nipo Arusha, kanisa la Omega Fire International. Leo tumekuwa na ibada nzuri sana, msikilizaji wangu na mtazamaji hapo ulipo. Tumekuwa na ibada inayozungumzia habari ya kufanana na Yesu. Heri kufanana na Yesu. Nimezungumzia kufanana na Yesu kwa sababu watu wengi wamekuwa wakijifananisha na wanadamu, wamekuwa wakijifananisha na vitu, lakini tunaye ambaye ni kielelezo chetu anayeitwa Yesu Kristo. Paulo alisema kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume Galatia sura ya 6 mstari wa 17 kwamba tangu sasa mtu asinitaabishe, kwa maana mwilini mwangu nazichukua chapa za Yesu Kristo. Alikuwa anamaanisha anafanana na Yesu Kristo. Watu wakimuona wamuone, waone vitu vya kimungu, zile signs za kimungu ziwe pamoja na Paulo. Alitamani sana iwe hivyo, na ndio maana watu walikuwa wanabishana kuhusiana na masuala ya kutahiriwa au kutokutahiriwa na vitu vingine. Mwisho wa siku wakawa hawana majibu sahihi, lakini Paulo akasema kutahiriwa si kitu, wala kutokutahiriwa si kitu, bali kiumbe kipya. Wewe unapokuwa kiumbe kipya, maana yake unamwamini Mungu, unamwamini Kristo Yesu, unakuwa kiumbe kipya. Na Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17 inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Wengi wanatamani kufanana na wahubiri, wengi wanatamani kufanana na matajiri, wanatamani kufanana na watu fulani maarufu duniani, lakini kwa kweli vivyo vitu vinapotea, vinachakaa, vinaharibika. Lakini ukifanana na Kristo, maana yake maisha yako, upendo wako, nguvu zako, mamlaka, utafanya vitu ambavyo vina kiwango cha kimungu, na wala si katika hali hii ambayo unaweza kufanana na mtu ambaye anakufa, unaweza kufanana na kitu ambacho kinaharibika, na watu wengi wamekuwa katika hali hiyo. Tukubali kwamba tufanane na Kristo, na uwezi kufanana na Kristo bila kumwamini Kristo. Lakini pia niseme kwamba watu waliitwa wa Kristo. Unapoitwa Mkristo maana yake nini? Unapoitwa Mkristo maana yake ufanane na Kristo. Kama Petro alishtakiwa, na aliposhtakiwa akaonekana kwamba anafanana na Kristo, kwa sababu alisema huyu ni mmoja wao. Kwa nini? Lugha yake, upendo wake, matendo yake, mwenendo wake, ongea yake alifanana na Kristo. Na ndio maana pia tumeona watu wengi wanafanana na watu fulani, hata sauti, na wengine wanafanana kwa mwenendo, wengine wanafanana kwa tabia, hata mavazi. Kuna watu wanaiga mavazi, hawamuigi Yesu. Kuna watu wanaiga kuongea, lakini hawaongei kama Yesu. Kwa hiyo ni vizuri ukafanana na Kristo, maisha yako yafanana na Kristo, kwa sababu Yesu Kristo ndio Alfa na Omega. Niko ambaye niko. Ukifanana naye, ukitafuta kufanana naye, hautaumia. Kuna watu wanataka kufanana na mtu fulani, utaumia, kwa sababu watu wana mapungufu, hawana madhaifu. Unaweza kuwa ni mtu mkubwa kabisa fulani, lakini ukisikia maisha yake, ukiingia kwenye maisha yake, utatamani ukimbie na ujute. Kwa hiyo nakuombea Mungu akupe nafasi na neema ya kufanana na Kristo. Fanana na Kristo, namna unavyoongea, namna unavyoishi, upendo wako, upende watu. Yesu Kristo alipenda watu. Biblia inasema kwamba aliwapenda watu, aliwapenda upeo. Yesu alipenda watu. Kwenye Mithali anasema aliwapenda wanadamu. Unapowapenda watu, utajitoa kwao, utawasaidia, utawahurumia, hautawaua, hautawatesa watu wa Mungu, hautawanyanyasa. Yesu hakuja kutuua, Yesu alikuja kutuokoa. Roho ya kuokoa ni roho wa Mungu, kusaidia watu, kuwaponya watu. Upako wa leo ni upako kuponya, na ninapokuombea ama nakutamkia sisi kama nabii wa Mungu kwamba Mungu akupe hii neema ya kufanana na Kristo. Ukifanana na Kristo, magonjwa yanakimbia. Ukifanana na Kristo, maskini yanakimbia. Ukifanana na Kristo, laana inaondoka. Ukifanana na Kristo, nuru itakuwa juu yako. Mungu akubariki sana. Najua unanielewa. Karibu Omega Fire. Tuko Arusha kwa mrefu Bara, na utapata huduma hizi ambazo nakupa nafasi hii. Utatenda mambo makubwa na watu watakushangaa. God bless you.